Get the point. Take a step forward. Mungu ameifanya siku ya leo tuweze kushangilia wazazi pamoja na watoto, hata guardians na wao pia waweze kushangilia, maana Mungu amewawezesha kufika leo. Najua kuna wengi walitarajia waweze kufika siku ya leo, lakini kwa njia moja au nyingine hawakufika. Na sisi hatukufika sababu tumefanya jambo moja au mbili, ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Na nilikuja kuona ya kwamba kama mzazi, ikiwa haujaweka fikira zako mahali pesa zako siko, hautakuja. Kumbe wazazi wa Britom fikira zao zote siko kwa watoto wao, na ndio maana siku ya leo wako hapa. Na ninaposoma kitabu cha Matthew 6 verse 19 to 21, unasema ya kwamba pesa zako siweke mahali utasipata. Na ndio wazazi wa Britom wakachagua ya kwamba ndio public school ni rahisi, lakini wacha tuende kwa academy, maana huku tutafuna kile ambacho mtu anapanda ndicho hatafuna. Ndio maana mkaamua mkasema ya kwamba cheap is expensive later. Ndio maana mkaamua ya kwamba wacha muweke msingi hapa, alafu wakienda huko chuo inakuwa rahisi. Amba Biblia sana 6 verse 19 to 21 Matthew. Yani where your treasure is, there your heart will be. Yes. Yani lazima moyo wako uwe mahali umeweka pesa zako. Na ndio maana siku ya leo kama kwamba siendi mahali popote, lazima niende nifanye sherehe na mtoto wangu, maana huko ndiko nimeinvest. Basi ikiwa unajua ya kwamba hapa utafuna, hakutakuwa na shida kwa Madam Patrice ya kwamba anatuma mtoto nyumbani na wewe unamtuma hapa, kwa sababu sisi sote tunaelewa uchumi. Lakini Mungu atujalie ili tuweze kutimiza yale ambayo tuliahidiana ya kwamba tutayafanya. Na nilipokuwa nikisikiliza, nilisikia kwamba watoto wanafunzi sasa standard 8 wamejiandaa ya kwamba wako tayari kupata alama ya 400. Na unajua kwamba kazi yetu kama wanafunzi yani ni kusoma. Mipango yetu yote ni kuikabidhi mikononi mwa Mungu, na Mungu atatenda. Sio kumaanisha ya kwamba yale ambayo tumemuomba, yale ambayo tumejiandaa nayo, ndiyo Mungu atatubariki nayo. And if you want to confirm, you read from the book of Proverbs chapter 16 verse 3, ya kwamba sisi kazi yetu ni kukabidhi shida zetu zote kwa Mungu, na atatimiliza vile ambavyo tumemuuliza. Sasa sisi kama wazazi wa standard 8, kazi yetu number 1 ni kuwaombea wanafunzi. Tumwambie Mungu ya kwamba tuombe uwasaidie yale ambayo wamepanda waweze kufuna. Tusiwe wazazi wa kulalamika ya kwamba hatujaona, sijui vile kulienda. Lakini tumuombe Mungu aweze kuwakumbusha yale yote wamekuwa wakisoma. Hiyo basi wanafunzi lazima uwe mtu wa kutia bidii. Ndio maana wahenga wakanena ya kwamba mtaka cha mfunguni sharti afanya nini? Lazima uiname, maana usipoinama hautaokota. Hiyo basi Mungu awasaidie kwa hizi siku chache ambazo zimesalia, ili muweze kuketi kwa mtihani. Mungu aweze kuwabariki, aweze kuwasaidia. Na wazazi pia tushinde tukiwaombea, na tunapowaombea tusimwambie Mungu ya kwamba ukiwasaidia wakipita mtihani tutalimidi na kulisifu jina lako, na wasipopita. Unajua hata leakage nilikuja kuona ya kwamba inahitaji mtoto mwenye hekima. Yaani yule ambaye atasoma aone ya kwamba huyu mwenye alikuwa anafanya hii hesabu hapa kwenda chini aliniambia nifanye kitu fulani. Maana hata akiandikiwa mtu afanye hesabu, afike katikati
amwambie kwamba you simplify to the simplest form, na yeye pia aandike you simplify to the simplest form. Sasa hiyo ikifika Nairobi, yule wa Nairobi sasa atafanya nini? Si mwanafunzi ataanguka. Hivyo basi sisi tusitoe condition ya kwamba ukiwasaidia wakipita na sisi tutafanya ABCD. Mungu tenda kulingana na nini? Na mapenzi yako. Maana hawa watoto ni wako, unawajua vyema, wapatie kile ambacho unaona wanastahili katika jina la Yesu. Namba 2, wazazi. Biblia inasema wazi kwamba tunafaa tuwe tunaongea maneno matamu. Na ndio maana wahenga wakanena maneno matamu umtoa nyoka wapi? Yes, wazazi, ikiwa unataka utoe nyoka pangoni ambaye ni mtihani, lazima uongee maneno matamu. If you want to confirm, it is 16 verse 24 Proverbs. Proverbs 16 verse 24. Biblia inasema nini? Yes, precious words are honeycomb. Yes, yani inatibu mifupa. Sasa leta maneno matamu. Ndio kwa njia moja au nyingine atakukosea na atakukasirisha, lakini hizi siku 3 za mtihani, naomba Mungu akusaidie kama mzazi. Muongeleshe maneno matamu, mpatie a lot of encouragement. Mwambie wewe, mimi naamini ya kwamba pita, na ukweli atapita. Ikiwa atakuwa anakuambia unajua namba 10 social niliandika vibaya, kumbe nilipoangalia nikapata, kumbe hiyo haikuwa jibu, mwambie ya kwamba tusahau yapitayo, tufanye nini? Yes, ukimaliza ule mtihani ulikuwa unafanya siku ya leo, baada ya kuimaliza wewe sahau, fanya revision kwa mtihani mwingine. Maana ukifanya revision kwa ile somo ambalo limepita, sasa itabidi uanze kujiona ya kwamba tayari umeanguka, hata mtihani hujafika Nairobi. Wacha mtihani ufike Nairobi, tusubiri matokeo. Na mimi pia ningeungana na madam kusema ya kwamba wakati mtihani utatoka nje, wakati wa kushangilia, na mimi madam unanikumbuka nije kushangilia kama wanafunzi walivyonikumbuka. Haleluya. Ili tuje kushangilia, tumwambie Mungu ya kwamba asante kwa sababu umetenda ile tulikuuliza. Hivyo basi sisi sote Mungu atujalie maneno manne, na hayo maneno nitayasoma katika kitabu cha First Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. First Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Huku kuna kijana mmoja. Kijana kwa jina lake ni Japhet, na mama yake alimuita Japhet ni kwa sababu alimzaa kwa uchungu. Na vile tunajua ya kwamba kila kabila, jina ya kienyeji iko na sababu. Kwa maana unasikia mtu akiitwa Esina Nyanjera, kumaanisha ya kwamba huyu wakati alikuwa anazaliwa mama yake alimzaa akiwa wapi? Yes. Kila jina la kienyeji, kila kabila liko na sababu. Ndio maana huyu mtoto sasa mama yake anapomuita Japhet ni kwa sababu alimzaa kwa uchungu. Na nilikuja kuongoa ya kwamba huyu mtoto alikuwa wasingomata. Ya basi nikaona ya kwamba hata mtu akiwa single akiamua kusomesha mtoto, hiyo haitakuwa shida. Yeye atasema ya kwamba no matter what happens, life is still beautiful. Hata nikiwa mimi peke yangu, naomba Mungu anisaidie ili na mimi mtoto wangu aweze kusoma kama watoto wengine. Na ikiwa mtoto wako ameamua kusoma, muombea maneno manne. Na ikiwa wewe ni class 8 na Mungu atakujalia vile tumemwambia, sasa naomba umuombe maneno manne. Baada ya mtihani kuna baadhi ya maneno unafaa umuombe hata before exam. Maana Mungu anatenda kwa wakati wowote. Na waimbaji wanaenda ya kwamba simu ya Mungu
haikai mteja hata siku moja, iko on every now and then. Basi huyu mtoto kijana Japhet alimuuliza, akamuomba Mungu maneno manne. Jambo la kwanza akamwambia Mungu aweze kumbariki. Basi akaomba mibaraka. Kama candidate, naomba Mungu aweze kukubariki katika mtihani wako. Kama wazazi, tuwaombee watoto Mungu aweze kuwabariki wanapoanza mtihani mpaka wamalize. Namba 1, ombea mtoto wako baraka. Unapomuombea usimuombee peke yake. Ndio maana Suleiman anapoulizwa na Mungu jambo ile ambalo Mungu atamtendea, yeye anamwambia give me wisdom and knowledge. Yaani yeye hakujiombea. Kama wazazi, tusiwe wachoyo wakati wa maombi. Ombea mtoto wako ndio, lakini mzazi mzuri anaanzia nje. Anawaombea wa nje kwanza, ndiye anarudi kwa nyumba. Hiyo basi omba mibaraka. Namba 2, wakati alimaliza mibaraka, akamwambia Mungu ya kwamba sasa naomba upanue ozi langu. Yaani you open my territory. Na Mungu akaifungua, akaipanua ozi lake. Namba ya 3, akakumbuka ya kwamba baada ya kubarikiwa, baada ya kupanuliwa, sasa nitamwambia Mungu ya kwamba mkono wako ukae juu yangu. Akamwambia Mungu ya kwamba naomba mkono wako ukae juu yangu. Naomba candidates, mumwambie Mungu ya kwamba tunapoanza mtihani mpaka tumalize, na baada ya mtihani mpaka mtihani utoke, Mungu wangu naomba mkono wako ukae juu yangu ninaposubiria mtihani, ili uweze kunisaidia niweze kuendelea. Maana wengi wanapomaliza mtihani unasikia vituko mbalimbali. Kwa basi tumwambie Mungu mkono wake ukae juu ya watoto wetu. Namba 4, akamwambia ya kwamba baada ya mkono wako kuwa juu yangu, unilinde kutokana na ofu. Yaani kuna wakati mtu anakasirishwa, unasikia akisema ya kwamba mahali imefikia huenda nitatoka nchi hii wakati wowote. Especially you candidates, wakati mtihani umetoka, yale matokeo ya kubali vile yalivyo. Usilete vitisho kwa wazazi ya kwamba unajua mimi sikutarajia haya, unajua ABCD. Vile ulimtangulisha Mungu ukamwambia ya kwamba Mungu tenda kulingana na mapenzi yake. Yale ambayo atatenda uyakubali vile yatakuja. Maana Mungu anajua kila mtu na mipango yake. Kwa basi kama wazazi, Mungu atusaidie na sisi haya maneno manne yawe ya manufaa kwetu, yawe ya muhimu. Watoto wanapoomba Mungu, na sisi pia tuwe tunamuomba Mungu. Wakati hawa watoto wamefanya mtihani, Mungu wetu tuomba utubariki tuweze kupata karo ya kuendelea kwenda mbele. Usimwedi mtoto umwambie kwamba ile shule itakuita ndio nitakuchukua, alafu mtihani ukitoka uanze kumwambia sasa unajua nilikuwa nakutia moyo, unajua ABCD. Hapana. Wewe ambia mtoto ya kwamba aliyekupatia hizi alama anajua vile pesa itapatikana uweze kuenda ile shule. Na uzuri walimu wa siku hizi mnaongea mnaelewana. Usimue moyo ya kwamba unajua vile nilikuwa nakutia moyo. Hapana. Mungu akujalie, na ikiwa utageuza shule kulingana na uwezo wako, kaa na mtoto, muongeleshe kwa upole. Omba kwanza, mwambie Mungu ya kwamba siku ya leo naenda kuongea na mtoto wangu juu ya shule. Naomba Baba utangulie nikitoka nyumba, na Mungu atatenda. Wakati unamuongelesha, na yeye ataangalia status zako na atakubali katika jina la Yesu. Hiyo basi Mungu atusaidie kama wazazi. Tuwe wenye hekima kama Abigail. Tujue jinsi ya kuwaongeleza baada ya mtihani. Na kabla ya mtihani pia jue jinsi ya kuwaongeleza. Ikiwa hujawahi kubadilisha menu, sasa badiliza. Na yeye aweze kujua ya kwamba kweli mimi ni mtu wa maana siku hizi 3. Ili mwingine anayetoka nyuma yake
aweze kujua ya kwamba kumbe unapofanya mtihani unakuwa mtu a very special person to the family, na yeye aweze kuwa na moyo. Mungu atusaidie tunapoendelea kuuliza mibaraka, pia tumwambie azidize hozi letu, yani afungue our territories ili tuweze kupata. Na wazazi, naomba niwakumbushe ya kwamba wale ambao wanalilia pesa, ya kwamba unajua hata huko nilimpeleka, unajua nililia sana, niliumia sana nipakaweza kumaliza klasi 8, endelea kuumia, maana kutakuwa na mavuno. Mavuno yatakuwa lini? Wakati ameachiliwa. Sasa utaanza kuenjoy. Nilikuwa nasikia mwalimu akisema fruits of education are bitter but yes, fruits are sweet. Hiyo basi, roots of education, mizizi ya elimu ni migumu na ni kali, lakini matunda yake very sweet. Mungu atusaidie. Wazazi, unaposomeza watoto wako vizuri, wanapoachiliwa, ikiwa wewe unataka kuwaenjoy, unawaenjoy ile unataka, maana wameachiliwa na maisha yako yanabadilika. If you want to confirm, it is 24 verse 3 and 4 Proverbs. Ikiwa Mungu amekubariki na watoto, mwambie Mungu wangu, naomba kulingana na mapato uweze kunibariki pia hawa watoto waweze kupata elimu, na zaidi ya yote watoto wako uwakabidhi mikononi mwa Mungu. Maana Daudi anasema kwamba ikiwa Mungu hata ujenga mji, wajengao wafanya nini? Kazi bure. Na ikiwa Mungu hata ulinda mji, wanaoulinda wanafanya kazi bure. Hiyo basi Mungu atusaidie kama wazazi. Hawa watoto ikiwa ni mdogo kama hawa sasa graduates, hata wao pia wanahitaji ile heshima ya kwamba siku ya leo na yeye pia amevaa kofia. Hata nikiuliza mwibo likio legali likale obegete kwa sie, hebu nione yule mzazi wakati alikuwa anasoma huko zamani yule aliweza kuvaa taji kama hii, haikukua. Lakini hawa sasa leo wanametameta ya kwamba wanatoka darasa moja kwenda darasa lingine, wanaonekana maridadi, kumbe na wao ni watu wa muhimu. Mungu awasaidie. Kama wazazi watarudi nyumbani. Leo asubuhi nilisikia mzazi mmoja akigombana ya kwamba sasa wamerudi nyumbani, watatusumbua vilivyo, maana ni miezi 2, tutaongea mpaka tuchoke. Sasa nikashangaa na huyu mzazi akili yake iko timamu kweli, maana huyu mtoto ni wake aliyemzaa, amtaki nyumbani, anataka mtoto awe na mwalimu saa yote. Unaposoma vitabu vya L.E Child Guidance inasema ya kwamba shule ya mtoto ya kwanza ni wapi? Kama mzazi hiyo ndio kazi yako. Sasa wanaporudi nyumbani, wazazi walio na hekima ile ambayo si ya mbinguni wanawaachia runinga. Nasikia akisema ya kwamba unajua huyu nikimwachia runinga hata toka nje. Najua sasa runinga ndio soja yangu. Anajua runinga ni itakuwa soja kwa mtoto, usilalamike. Maana atasoma asome mpaka vile ambavyo hajastahili kusoma kwa wakati huu. Na hata kuna wengine watoto vile unaona hivi, wengi wao wanajua kuoperate touch screen, kile ambao utapatia mzazi mkubwa ashindi kuoperate. Sasa ikiwa kazi yako ni kumwachia runinga awe anaoperate, alafu nasikia mzazi akilalamika ya kwamba niweka simu yangu kwa meza, akatoa kwa meza, kumbe najua hata pattern yangu, unajua aliharibu vitu zote. Wewe mwanafunzi, mwenyeza indicator, mtoto wako mwenyeza indicator ya kwamba hii simu ni yangu, ukiiguza utajua ujui. Yaani kuangalia tu, wakati anaiguza muangalie tu, ana sense ya kwamba hapa kuna nini, hapa kuna hatari. Yaani tusiwe watu wa kuwalea tu ya kwamba unajua tunaenda na nyakati, unajua sasa ulimwengu umefika hapa. Hapana, wewe lea watoto wako vizuri kama anavyosema Sulemani katika kitabu cha Methali 22 mstari wa 6. Muelekeze ile njia ipasavyo, hata akiwa mkongwe hata sahau. Kuna bahati ya wazazi hapa walio ni guardians, wengine ni babu, wengine ni nyanya. Ikiwa umepatiwa
jukumu ya kulea mjukuu. Usimlee kama yai. Mjukuu mwelekeze katika njia sahihi. Maana naposoma Biblia nilikuja kugundua ya kwamba ile akili yote Timotheo alitumia wakati alikuwa anaandika Biblia ilikuwa inatoka kwa nyanya yake. If you want to confirm, it is 2 Timothy chapter 2 chapter 1 verse 5. Timotheo alikuwa anapata elimu kutoka kwa nyanya yake na mama yake Yunuke. Nyanya alikuwa anaitwa Lois. Hiyo basi, ikiwa umepatiwa mtoto ambaye mjukuu, na iwe pia jaribu juu chini uone ya kwamba anapata elimu ile ingine kutoka kwako, isiyokuwa ya shule. Maana ya shule na hata wazazi wako wale ambao wanajua kusoma, lakini elimu ile ya mbinguni wacha itoke kwako. Ikiwa babu pia nilikuja kuelewa ya kwamba mtoto anaitwa Josia. Josia alipata elimu kutoka kwa Daudi ambaye alikuwa ni babu yake. If you want to confirm, it is 2 Chronicles chapter 34 verse 1. Basi tukiwa hapa sisi sote, kila mtu ako na jukumu katika hao watoto wote, katika hawa candidates wote. Mungu atusaidie. Ndio sio wako, lakini ukimkuta kwa makosa jaribu kumuongelesha. Maana kuna wengine wanasikia na asiye sikia la mkuu kufanya nini? Hiyo wanajua. Na nilikuja kugundua ya kwamba wahenga walisema ya kwamba kuishi kwingi ni kufanya nini? Kumbe wanafunzi wanajua hayo, lakini wakati mzazi anajaribu kumwelekeza, anamwambia unajua sisi ni wa digital na wewe ni wa wapi? Sasa nashangaa na hao watoto kweli, mbona wakatambua ya kwamba kuishi kwingi ni kuona mengi, lakini hawataki wale ambao wameishi waweze kuwaelekeza. Yule aliyeandika huo methali alisoma 12 Ayubu, kwamba walio wazee ndio wako na hekima. Basi baada ya mtihani, wazazi wanapowaelekeza, muwe wasaidie, muwe watiifu mpaka mtihani utoke, kisha baadaye uweze kuenda shule kulingana na Mungu atapanga. Na ukienda ile shule pia unafanya bidii, sababu ukienda kidato cha kwanza, kidato cha 4, hapo sio mwisho, na pia utaendelea. Walimu, watoto watafuna ile ambayo mlikuwa mmepanda kwao. Na ikiwa kuna mwingine akona mipango ya kwamba nataka subject yangu iweze kuread, ile hali yeye alikuwa afanyi bidii, lakini anataka subject yake iweze kuread, ndio itakuwa ya kwanza. Lakini akienda chuo kikuu, akienda kidato cha kwanza, atashangaa sasa, na hii imetoka wapi? Na hii sasa iko na muda gani? Ni kwa sababu gani? Mwalimu alikuwa anapanga kuvuna mahali ambapo hakupanda. Na Biblia inasema wazi kwamba hiyo ni ya walimu. Wale watu ambao wanapenda kupata kutoka mahali ambapo hawakupanda, wao wamefananishwa kama ngwale. Sijui kama Biblia itasema. It is 17 verse 11 Jeremiah. Basi ikiwa wewe ni mwalimu wa shule, Mungu akusaidie uweze kuvuna yale ambayo tayari ulikuwa umeyapanda. Na watoto watakapopita, waende kidato cha kwanza, waende chuo kikuu, watakuwa wakijivuna ya kwamba ile mnaniona hivi, aliyenifanya vile nilivyo ni mwalimu fulani. Haleluya. Mungu atusaidie sisi sote kama jamii ya Britom, sababu Mungu ametuunganisha. Na ikiwa uko na rafiki yako ambaye ako na watoto, nilisikia madam akisema ya kwamba watu waendelee kuzaa ili walete wajukuu wapi? Hapa. Sasa kabla hujapata mjukuu, wewe leta mtoto wa jamaa yako, leta mtoto wa rafiki yako, maana umeona vile shule inafanya. Hiyo basi Mungu aweze kutubariki sisi sote. Tunapoondoka hapa, tusidi kuombea shule, tusidi kuombea walimu, maana wanafanya kazi ngumu. Mungu awapatie nguvu, maarifa na hekima. Na watoto wanaporudi kwetu, tukae na watoto kama kitabu kinachoitwa Smart Parents. Yaani wao wako na kamukunji huko nyumbani.
wanakaa, wanaongea. Watoto wako na uhuru ya kusema ya kwamba sisi teacher wetu alituambia ABCD, sisi teacher wetu anaitwa fulani, na mwingine na yeye pia anasema, na mwingine, maana hawasomi shule moja. Kila mtoto analeta maneno yake kulingana na vile amemaliza muhula. Sasa tunapoketi kama wazazi, tunaona kwamba kumbe huko kuko na ukosefu. Kuna mtoto mwingine atasema, mwaka huu ningekuwa na kitu fulani, ningepita vizuri sana. Sasa kama mzazi umesikia kwamba huyu alipata alama hii sababu alikosa kitu fulani. Lakini wale wazazi ambao wanatubiria kwamba sisi watoto tuliwachukua shule, tukawapeleka wakasomeshwa, sasa waje wasubiri tena walimu waende kuwasomesha, wewe haujajua. Especially men ambao wanafika kwa nyumba wakiwa wanachelewa. Yaani hajaajiriwa mahali lakini anakaa mahali mpaka saa 4 saa 5. Akiingia kwa nyumba anapata watoto wamelala. Sasa hajui walikula nini, walimaliza siku vipi, na asubuhi anatoka saa 11 ili watoto wasiweze kumuuliza mkate. Yule aliahidi ya kwamba mkifunga shule nitawachinjia jogoo. Sasa anaepa jogoo, ndio maana anakuja late na anatoka mapema. Wewe itabidi wakuite anko, maana hawajaona baba yao ambaye anakaa kwa mesa. If you want to confirm, men, it is 128 verse 3 Psalms ya kwamba mwanaume mzuri anafaa akae kwa mesa, watoto wake pia wasunguke kwa mesa. Hasa kwa hii miezi miwili, Mungu awasaidie wazee muweze kusunguka kwa meza zenu na watoto wenu na bibi zenu, ili muweze kujadiliana nini inafaa tufanye, maana tena shule itafunguliwa. Ili shule itakapofunguliwa tusiwe wale wazazi ambao wamekutwa ghafla, alafu mtoto wako anafanya patrol every day, kila siku mwalimu amenituma karo, anaenda nyumbani, na kesho kutwa mwalimu amenituma karo. Sasa mtoto amekuwa kama askari ambaye ako patrol katika hiki kijiji, lakini mtoto aweze kuingia shuleni ili aweze kusoma. Kwa maana nikasikia mmoja akisema siku njema huonekana lini? Asubuhi. Hiyo basi Mungu atusaidie tukae na watoto wetu kiakili. Yaani tuambie yale wanafaa wajue. Na ikiwa wewe ni mshiriki wa kanisa yeyote, mtoto wako aende kanisani. Na unapompeleka kanisani, mchunge uone amekaa wapi. Maana watoto ni wakorofi. Yeye anakusindikiza kanisani, anaangalia mhubiri atakuwa nani, ni yule amekaa katikati, yule amefanya ombi la kwanza. Alafu mwingine yule alisema wimbo nambari 46, na mwingine akafanya maombi, mwingine akakusanya sadaka, alafu anatoka. Sasa ukimuuliza ulikuja kanisani, si ndio? Si fulani alihubiri, si fulani akatusimamisha kwa nyimbo, si fulani akafanya ABCD. Ukiwa msasi mwerevu unamuuliza aliyehubiri kuna hadithi alipeana, ile hadithi ilikuwa juu ya nani? Utaona sasa macho. Sasa utajua ya kwamba especially nyinyi candidate, sasa utaona ya kwamba umekuwa mtu mkubwa, maana sasa utakuwa unavaa skati na blouse, sasa utavaa nguo nzima. Lakini Mungu awasaidie muende kanisani. Ikiwa wewe ni umri wa Pathfinder, ikiwezekana enda Kamburi ujifunze mengi. Ikiwa ni hawa wadogo wakienda kanisani, kaa na mtoto wako aweze kusikiliza, maana vile wako wadogo hivi kile ambacho wanafunzwa hawatasahau. Mungu aweze kutubariki siku ya leo na tubariki siku zote. Tuwe tukimuomba maneno mane kama Yabes, na sisi pia wazazi tuombe hayo maneno mane katika jamii zetu ili tuweze kubarikiwa. Mungu aweze kunyoosha mkono wake, aweze kulisidiza hozi letu, aweze kuondoa uchungu katika maisha yetu, ili tunapoendelea tujue ya kwamba haya ni ya ulimwengu na mbinguni pia yatusubiri, katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.